Watu wengi wanajichanganya katika mambo mengi sana. Unakuta mtu anajikita kabisa kwenye sijui kutafuta maisha, anajikita njia zisizokuwa sahihi, anajikita upande wa shetani, anajikita Freemason, anakuwa na vitu vingi sana. Hiyo ni hali ya kutokufanikiwa. Mtu ambaye anatafuta kitu kimoja na anahitaji mafanikio ni mtu ambaye katika njia zake zote mafanikio lazima atatokea tu, akubali akatae. Tunaangalia kitabu chetu cha Mathayo 6:31. Neno la Mungu linasema hivi. Mathayo 6:31, neno la Mungu linasema, msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Hilo andiko ni andiko kubwa sana ambalo Roho Mtakatifu amenileta kwako. Usisumbuke ukisema kwamba nitakula nini au nitavaa nini. Hiyo ni hali ya kuonesha kwamba hakutatokea mafanikio yote ile katika maisha yako maadamu unakuwa na question, unakuwa unajiuliza vitu kwamba nitakula nini au nitavaa nini. Kuanzia leo, mtu wa Mungu, epuka sana kujiuliza maswali haya kwa sababu ni maswali ambayo yanakurudisha nyuma. Nahitaji uweze kuelewa kitu kimoja tu ambacho kitasababisha uweze kufanikiwa katika njia yako. Naweza nikasoma kitabu cha Wafilipi 4:6. Neno la Mungu linasema 4:6, neno la Mungu linasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kusali na kuomba pamoja na kushukuru na haja zenu zijulikane na Mungu. Naweza nikazungumza kitu kimoja kuhusiana na point hii ambao Roho Mtakatifu amenileta kwetu. Tunasema kwamba msijisumbue na neno lolote, bali katika neno kusali, kuomba. Watu wengi wanafikiria kwamba mafanikio wanaweza wakayapata njia zingine tofauti na kusali na kuomba. Watu wengi wanafikiria kwamba wanaweza wakapata mafanikio kwa kutafuta vitu vingi. Mtu wa Mungu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kufanikiwa kuhitaji utafute vitu vingi sana. Kufanikiwa kunahitaji uweze kutafuta ufalme wa Mungu. Kufanikiwa kunahitaji uweze ukae chini umtafute Yesu Kristo kila itwapo leo. Kufanikiwa kunahitaji utafute uso wa Mungu kila itwapo leo. Ndio kitu kimoja ambacho Roho Mtakatifu anahitaji kuzungumza